tupige goti tumwambie Mwenyezi Mungu, hapo tunabadilisha jambo. Kwa sababu kuna uhalisia wa mambo ya kwamba katika familia tulizotoka tunasema kama mtu fulani hakufanikiwa, wewe je? Sasa kuna maneno yanakuja. Mtu anang'ang'ana kweli, lakini kuna maneno pale nyuma ambayo yanamrudisha nyuma. Kwa hiyo usione mwenzako ya kwamba eti ako chini kadhani amependa. Pia hakuna mtu alosema ati mimi nafurahia kukua maskini. Hapana, kila mtu anapenda hivyo vizuri. Na hii bwana ilikuwa inatulenga sisi, aswa sisi ambao tunasoma bado hatujafikia kiwango cha kupata cha kipato katika maisha bwana. Unaangalia pale mitandaoni, unaangalia unasema mwenzako pale ameshafanikiwa, mwenzako anaposti mapochi. Wewe bado upo hapa. Na ukiangalia yote ni age mate moja, lakini wewe maisha yamekupatia kung'ang'ana kwanza. Yeye alitoka 1 2 3 aya akapata kazi. Alafu kuna wale wengine ambao sasa maisha yao waliamua mimi sitaishi milele hapa duniani kabisa. Kama shortcut imetokea ni mbaya ni nzuri, twende nalo. Unaona? Sasa unaona anaweza kupatia pressure nyingine kubwa. Kumbe yeye ametumia shortcut ambayo ni mbaya. Kweli. Na ukiangalia mimi nilikuwa nasoma na msichana mwingine pale, kwao bwana wana hela. Yaani wana hela. Anasema mimi niko na bradangu Dubai, niko na bradangu yuko Qatar, niko na bradangu mwingine, niko na kazi yangu sijui nini. Kwa hiyo huo tayari kakilia kwa ashaye Qatar. Mimi nikitoka najua naenda neno gani. Lakini sisi wengine bwana, hata ulipomaliza form 4 ulikuwa hujui kama hata hiyo university tutaiona. Jinsi ya hali ya maisha nyumbani ilivyo, wewe ndio ulikuwa unajua. Unaangalia mzazi jamani anaamka asubuhi anaenda shambani, unasema hapa kweli kuna dalili za kwenda university hapa. Lakini hivyo unachomoka.